Mzuri kabisa na kwenda kumkaribisha baba. Tusimame tumshangilie Bwana. Simama kwa miguu yako, mshangilie Bwana. Baba karibu sana na Mungu wako. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana. Kama umesaidiwa na Bwana kufika leo, mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Na hisi unataka kuganda eti. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana. Nisaidie kumsalimia ndugu yako, mwambie Mungu akubariki sana. Mwambie wewe ni wa thamani kwa Bwana. Ni wa thamani kabisa. Amen. Salimie kabisa kwa baraka kubwa kwa sababu tumeonana katika siku ya leo. Asante sana, asante sana. Amen. Naomba tuketi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na kusalimia kwa jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu sana siku ya leo. Tunaendelea vizuri tangu tukio lilipotokea. Tumeendelea vizuri kusimama mbele za Bwana na kuwa waaminifu mbele za Bwana. Kile tulichokihubiri tumekisimamia, na kwa sababu na sisi ni washirika mbele za Mungu. Kwa hiyo tulijitahidi kukisikiliza kile ambacho tulikisema kwamba ndio uhalisia. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zote kile ambacho tunakisema, unachokisema, tendea kazi. Ingia kwenye kazi. Haleluya. Kwa sababu adui ana vita na mwana wa Mungu yeyote. Awe ni askofu, awe ni mchungaji, awe ni mtu yeyote, ana vita. Na nilikufundisha siku zote adui anaporuhusu jaribu katikati ya mchungaji ni kwamba achoke, ashindwe kuliongoza kanisa la Bwana. Lakini katika hili kama mchungaji, namshukuru Mungu, moyo wangu haujateteleka kabisa. Kabisa. Namshukuru sana Mungu kwa sababu Jumapili iliyopita nilifundisha somo ambalo lilikuwa linaniandaa kuingia kwenye tatizo. Kwa lile somo lilinifanya niwe imara hata tatizo lilipotokea, moyo wangu haukuteteleka. Nilijikuta kabisa kwamba Mungu alikuwa anasema nasi kwa ajili ya kuwa salama, kushinda kikwazo ambacho kinaweza kukufelisha wakati wa furaha, wakati wa huzuni, wakati wa hasira. Haleluya. Kwa yote tulikuwa tunapambana. Adui aliandaa jambo baya, lakini Mungu ameandaa jambo jema zaidi. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Kwa kile alichotegemea shetani kwamba labda kupitia tukio ambalo litatokea kwenye nyumba ya mchungaji, familia ya mchungaji itatetereka, amekuta kwamba hajafanikiwa kabisa. Tunamshukuru Mungu kwamba tuko salama. Na wale waliofika jioni pale nyumbani wamekuta pia mama yuko salama kabisa. Yuko salama kabisa. Nimemwacha asubuhi leo, yuko vizuri kabisa. Haleluya. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo usielekee hospitali, kama unataka kumwona yupo pale nyumbani, salimiana naye. Na nikuombe ukifika pale usitie huruma wewe, kwa sababu yeye tayari amechangamka. Bwana asifiwe sana. Kwa ukitia huruma, yani itashangaza, kwa sababu hii tumemshinda nani? Shetani. Kwa hili lilikuwa tukio la kanisa. Unajua mchungaji anapokutana na tatizo kubwa linakuwa ni tukio la kanisa. Kila mmoja anatembea na waza hivi, kwa mchungaji kutakuwaje? Tumeshinda. Tumeshinda, na baada ya hapa kuna neema kubwa sana. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Nilifarijika ni jana, juzi. Agnes akakumbuka. Kati ya juzi ni juzi. Nikitukiwa pale wodini, nikaandikiwa message na mshirika. Baba, pole kwa matatizo yaliyokupata, lakini naomba niombee. Niko hospitali, natakiwa kujifungua. Haleluya. Yaani muda huo, yaani kuna kanamna na nyongonye, lakini na mtu, kuna mwingine anasema baba, pole kwa matatizo, umefiwa na mtoto, lakini mimi natakiwa mtoto wangu aishi. Yaani wewe omba. Tuko dini hapo, yakaanza maombi. Haleluya. Haleluya.
Usiku saa 5 nikapiga simu, anasema bado. Asubuhi saa 3 anahangaika, nikapata hasira sasa. Si unajua tena umetoka kufiwa mtoto, alafu kuna mwingine shetani anataka kumsumbua. Nikawasha gari toka mjini, ni mbio kwenda Mkimbizi. Nikamwambia daktari, naomba niingie kwenye wodi ya wanawake. Huko haijalishi. Hawaingia, akasema ni mchungaji, mimi si binadamu wa kawaida, niruhusu niingie huko. Haleluya. Mwenye mke amefika getini kwangu, baba niko hapa. Nikasema mimi siko hapo, niko hospitali, naelekea hospitali kwa mke wako, twende huko. Tukafika pale, tukaingia, tunakuta wanawake. Sasa pale ndio hasira yote, ni kama unalipiza. Haleluya. Yaani unalipiza, unaomba mpaka ni kama kuta zinataka kulaluka. Haleluya. Inafika jioni, nasema baba asante, tuna mtoto wa kike. Haleluya. Wajawazito wala msianze kufikiria kama kwa baba mtoto amekufa. Wewe sio mchungaji. Utaanza kujifananisha, mume wako sio mchungaji, na wewe mwanamke, wewe sio mama mchungaji. Nyie ni familia nyingine. Acha kuwaza mambo ya mchungaji. Pigie Yesu makofi. Unaanza kujifananisha. Vita yangu na ya kwako tofauti kabisa. Ya kwangu ni ya juu sana. Haleluya. Ndio maana Mungu analeta moyo mkuu sana. Kwa mtajifungua, watakuwa CWI. Haleluya. Mimi Mungu ametubarikia. Kwa na wewe ukizaa, mfano mlio wajawazito, mkizaa watoto kama ni tuliozaa sisi, kanisa kubwa kabisa. Mimi na watoto wawili, mtoto mmoja, ongezeni fike kama mchungaji. Tuna watoto 5. Ni kanisa kabisa. Huyu 5, huyu 5, huyu 5. Washirika 10, tuna washirika 50. Yaani nyumba 10 mkizaa kama mchungaji, tuna washirika 50. Sasa kanisa lina watu 100, familia 100, watoto 5, tuna kanisa. Acha kabisa. Jitahidini kuzaa. Tunaenda kujenga ghorofa. Sawa? Mlioolewa, mmesikia nyinyi? Masuala ya kuzaa watoto 2 acheni. Mimi nitawaombea, mtajifungua salama. Sema amina. Ugali watakula, usiseme watakula nini. Watakula bwana. Amen. Nimalizie somo letu la baraka sana ambalo tulianza siku ya Jumapili, ambalo lilikuwa somo la neema sana katika ibada yetu ya Jumapili. Tulikuwa na somo linalosema afya ya akili. Afya ya akili na changamoto za afya ya akili. Afya ya akili na changamoto za afya ya akili. Tulienda kipengele cha kwanza ambacho tulikuwa tumeona nini kinaweza kusababisha changamoto ya afya ya akili au tatizo la afya ya akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba mtakatifu, Mungu wetu, asante kwa sababu umetuita tuwe wanao, tujifunze kwako, tutembee katika wewe. Na kushukuru kwa sababu tumekufuata, Mungu mshindi. Asante kwa sababu ushindi wetu unatokana na wewe. Baba, ninalitukuza jina lako na kuliheshimu. Nimesimama mbele ya kusanyiko lako, ninaomba usemi wako kawe juu yangu. Asante kwa sababu neno hili ni kwa ajili yetu, ili tuwe salama katika maisha yetu, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliona mambo mengi katika afya ya akili. Afya ya akili kwa wale ambao kuwepo, dakika 2 nipitie. Tuliona ya kwamba afya ya akili ni hali ya ustawi wa kihisia, kisaikolojia na kijamii inayomsaidia mtu kufikiri vizuri, kuelewa hisia zake, kufanya maamuzi, kushirikiana na wengine na kukabiliana na changamoto za maisha. Mtu mwenye afya ya akili ana uwezo wa kufanya maamuzi vizuri, ana uwezo wa kushirikiana na wenzake vizuri, lakini ana uwezo wa kukabiliana na changamoto zote za maisha. Haleluya. Lakini ni mtu ambaye anaweza kufikiri. Huku kufikiri ndio kunamsaidia
aweze kuchanganua mambo yote hayo, kwa sababu ndani yake Mungu amemsaidia kuwa na afya. Haleluya. Tulisema ustawi wa kihisia ni uwezo wa kudhibiti hisia zako pale unapokuwa na furaha, unapokuwa na huzuni au hasira. Utaongoza hizo hisia katika mlengo wa unaofaa bila kukukosesha. Ikipengele ndicho ambacho Roho Mtakatifu alipotufundisha siku ya Jumapili kiliweza kutuponya sana. Kanisa tuko salama. Vinginevyo, kama hauna ustawi wa hisia, unaweza ukajikuta umewaza mengi. Haleluya. Lakini tuliona ya kwamba mtu anaweza anapopata furaha ndipo siku hiyo anapomkosea Mungu. Utagundua kwamba pia furaha inaweza kumkosesha mtu asimuone Mungu. Baraka kabisa ambayo wewe leo unaililia na unamtafuta Mungu ili akubariki, cha kushangaza ni isikae ndani yako kwa lengo la kukupotezea imani kwa Mungu. Ishinde, ionyeshe ya kwamba haijakudhuru kwa chochote. Kwa nini? Ni kwa sababu unamtegemea Mungu katika mambo yote. Haleluya. Na kwamba kama kuna huzuni imeruhusiwa kuja kwako, uelewe kabisa kwamba Mungu alikuwepo makini kabisa kwa ajili ya kukutetea wewe. Kwa hiyo hakuna jambo litakalo kuhuzunisha ambalo Mungu hakuliona. Yaani hakuna jambo ambalo litafika kwako ambalo eti limempiga chenga Mungu hakuliona ndio maana limekudhuru. No, Mungu anakuwa yupo makini kabisa na ameliona na limeruhusiwa kukufikia kabisa. Sasa ni wewe kuwa na hekima au kuwa na imani ya kwamba Mungu wangu ni makini sana, ananiwazia mema, na hata wakati limekuja swala la kunifanya niwe na huzuni, basi Mungu ana uwezo wa kunistahimilisha nikawa salama katika huzuni hiyo. Haleluya. Kwa hiyo unadhibiti huzuni isikukoseshe. Haleluya. Katika Wakorintho kati wa kwanza, sijaikote hivyo vizuri, anasema kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya nini? Ya wanadamu. Na kwamba Mungu hataruhusu jambo lolote ambalo litakuwa gumu la kuwashinda. No. Kwa hiyo mahali pa huzuni ndipo ambapo pana changamoto sana. Ni wachache katika furaha, ni wachache wanakosea. Wengi katika furaha ni kweli wanaendelea kufurahia uwema wa Mungu, lakini wale wachache ndio ambao furaha inawapelekea pabaya. Lakini kwenye huzuni tunasema ni asilimia kubwa wengi wanashindwa kumpenda Mungu. Asante sana mwanangu, Mungu akubariki sana. Wakorintho hii, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Kwa uone kwamba jaribu linapokufikia Mungu anajua unaliweza, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kufanya nini? Kustahimili. Haleluya. Kwa Mungu kote tu, yani uone kwamba ni mwaminifu. Anasema hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Ile nguvu ndani yako ya kuweza ndiyo ambayo inaruhusiwa jaribu likufikie. Haleluya. Na Mungu anaona kwamba jaribu lile sasa, pamoja na hayo yote kwamba ni jaribu ambalo unaliweza kabisa, lakini pia Mungu atafanya mlango wa kutokea, mlango wa kushinda hilo jaribu ili uweze kustahimili. Hataruhusu jambo moja likae muda mrefu sana ndani yako, ataruhusu mpenyo ili kusudi ushinde. Bwana asifiwe sana. Kwa kwenye huzuni ndiko ambako tumepoteza watu wazuri, ndiko tumepoteza watumishi wazuri, ndiko tumepoteza washirika wazuri, ndio tumepoteza viongozi wazuri. Kwenye huzuni, sio kwenye furaha. Kwenye furaha ni wachache, lakini huzuni ndio imeteka mioyo ya watu. Walikuwa wana furaha, walikuwa wanaendelea vizuri, lakini walipokutana na huzuni ndipo walijikuta wamejiengua katika Kristo Yesu. Haleluya. Huzuni ndiyo inaenda pamoja na changamoto au hisia ya hasira
kule wengi pia wamekosea. Kwa nini? Kwa sababu utakwazwa na rafiki yako, utakwazwa na mke wako, utakwazwa na mume wako, utakwazwa na mfanyakazi, utakwazwa na bosi, utakwazwa na mazingira. Huko ndiko ambako pia unaweza ukakosea. Kwa hiyo katika afya ya akili, nenda na neema ya Mungu uweze kushinda mazingira ambayo yatakukosesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu muda wetu unaenda, tulijaribu kuangalia ni nini kinaweza kusababisha tatizo la afya ya akili. Kulikuwa na vitu vingi ambavyo tuliweza kuviona pale. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na vitu vingi sana ambavyo tuliona kabisa kwamba vinaweza kukusababisha wewe ukawa na tatizo la afya ya akili. Mojawapo tuliona ni changamoto za kifamilia, mambo ambayo uliyategemea kwenye maisha, kwenye familia umekosa. Kwa hiyo umeingia kwenye changamoto ya kifamilia. Sasa yale yanaweza kukuletea tatizo la afya ya akili, kufiwa. Unaona, ulikuwa una mtu unayempenda, mtu wa karibu na wewe, ni ambaye nakuhusu kabisa. Unapofiwa unajikuta kwamba tatizo la afya ya akili inaweza kujitokeza. Kutokuwa na watu wa kupoteza watu wazuri, ndiko tumepoteza watumishi wazuri, ndiko tumepoteza washirika wazuri, ndio tumepoteza viongozi wazuri kwenye huzuni, sio kwenye furaha. Kwenye furaha ni wachache, lakini huzuni ndio imeteka mioyo ya watu. Walikuwa wana furaha, walikuwa wanaendelea vizuri, lakini walipokutana na huzuni ndipo walijikuta wamejiengua katika Kristo Yesu. Haleluya! Huzuni ndio inaenda pamoja na changamoto au hisia ya hasira. Kule wengi pia wamekosea. Kwa nini? Kwa sababu utakwazwa na rafiki yako, utakwazwa na mke wako, utakwazwa na mume wako, utakwazwa na mfanyakazi, utakwazwa na bosi, utakwazwa na mazingira. Huko ndiko ambako pia unaweza ukakosea. Kwa hiyo katika afya ya akili, nenda na neema ya Mungu uweze kushinda mazingira ambayo yatakukosesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu muda wetu unaenda, tulijaribu kuangalia ni nini kinaweza kusababisha tatizo la afya ya akili. Kulikuwa na vitu vingi ambavyo tuliweza kuviona pale. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na vitu vingi sana ambavyo tuliona kabisa kwamba vinaweza kukusababisha wewe ukawa na tatizo la afya ya akili. Mojawapo tuliona ni changamoto za kifamilia, mambo ambayo uliyategemea kwenye maisha, kwenye familia umekosa. Kwa hiyo umeingia kwenye changamoto ya kifamilia. Sasa yale yanaweza kukuletea tatizo la afya ya akili, kufiwa. Unaona, ulikuwa una mtu unayempenda, mtu wa karibu na wewe, ni ambaye nakuhusu kabisa. Unapofiwa unajikuta kwamba tatizo la afya ya akili inaweza kujitokeza. Kutokuwa na watu wa kukusaidia, hata kukupa maneno ya faraja. Yote hayo yanaweza kusababisha kujitenga na jamii au familia. Magonjwa, mtu ameugua muda mrefu, inaweza kusababisha afya ya akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ninajaribu kudokeza kidogo ili kusudi uelewe. Lakini katika vitu hivi tuliona madhara yanayojitokeza kwa mtu mwenye changamoto ya afya ya akili. Tunapoongelea kuwa na changamoto ya afya ya akili, mtu huyu atakuwa ni mtu mwenye hasira. Atakuwa ni mtu mwenye hasira. Unajikuta mtu una hasira mara kwa mara, na hata mambo yanayosababisha hasira ndani yako unajikuta kwamba sio ya maana sana, kiasi kwamba ungekuwa na afya ya akili ulikuwa tu ni mtu wa kutafakari kwamba hili jambo mbona liko 1 2 3, unaachana nalo. Lakini pia unaweza kukutana na kuchoka kiakili. Akili yako inachoka mpaka mtu anasema bwana, hebu niache kwanza, akili yangu imechoka. Ujue kwamba tatizo limezidi sana ndani yake. Lakini atakutana na maumivu ya kichwa na mwili. Mwingine unaweza kuwa unasumbuka, mwili unauma na kichwa kinauma, unaenda hospitali unaambiwa ya kwamba haumwi chochote. Ugundue kwamba kuna vitu ambavyo vimezidi katika moyo wako ambavyo unatakiwa unamhitaji Kristo
ili urudi katika kumtegemea Bwana na upate amani na mwili wako uwe na furaha. Ndugu zangu katika Kristo, hakuna kitu ambacho kinachosha mifupa kama mawazo mengi. Haleluya! Ukiwa na mawazo mengi unakuta mwili wote unachoka, lakini siku kifurahi unajikuta yani hata njaa hayumi. Bwana asifiwe sana. Umewahi kuwa na shida, unataka pesa kwa ajili ya kutatua jambo fulani, umehangaika sana, lakini unashangaa, labda niseme una hitaji la 50,000, lakini unashangaa muujiza umetokea, unapata 100,000. Kuna namna fulani, yani hata kama ulichoka sana, yani ni kama unavuliwa vazi fulani la uchovu, unashangaa tu kamoyo kabaridi kanatokea, alafu unajikuta mwili wote una nguvu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hii hapa ndiyo tunasema afya ya akili, kwa maana akili imechangamshwa. Kwa jifunze kuichangamsha akili yako kwa msaada wa Bwana. Mambo ni mengi ambayo utakutana nayo, na usipokuwa makini utachoka, utadhoofisha mwili. Kwa hiyo maumivu ya kichwa na mwili, kukosa hamu ya kula au kula kupita kiasi. Wow. Haya yote ni changamoto za afya ya akili. Ukikuta unakula yani umekula saa 5, saa 7 unakula, yani saa 9 unataka kutafuna karoti, yani umekuta viazi unakula unatafuna, yani umekuta nyanya chungu na tafuna, yani ndio kwamba afya ya akili umeharibikiwa. Haleluya. Alafu utakuta tatizo lingine kubwa zaidi, unajitenga na watu. Afya ya akili, yani unajitenga na watu, utamani kukaa katikati ya watu, yani unaona kero vile, yani hutaki kama kusikia kelele za zozote. Sasa lile ni tatizo. Lakini kukaa mbali na Mungu, tatizo la afya ya akili ndio hili hapa pia. Unakaa mbali na Mungu kwa sababu umekutana na tatizo. Siku zote nimekufundisha, unapokutana na tatizo, cha kwanza kimbilia mbele za Bwana. Haleluya. Unapokutana na shida, kimbilia mbele za Mungu, usijitenge na Mungu. Kwa yote haya unapojitenga na Mungu, ujue kabisa una tatizo la afya la akili. Lakini kuna migogoro katika familia au urafiki, hiyo ni tatizo la afya ya akili. Migogoro mingi ya ndoa inatokana kwa sababu ya kukosa afya ya akili. Watu wana tatizo la afya ya akili. Kwa unakuta jambo dogo la kusameana, jambo dogo la kuelewana, watu wanakosana. Bwana asifiwe sana. Kwa unakuta kidogo tu mtu amemwaga maji kidogo, yani unakuta baba anafoka mpaka mtoto ameshika remote kabadilisha channel, yani mama anaruka amepiga kofi mgongoni. Kwa nini umebadilisha ile tamthilia? Sasa unakuta mtu anakuwa na matukio ambayo kibinadamu si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Au unashindwa kuomba na kushiriki mambo ya kiroho kama zamani. Afya au tatizo la akili. Kwa kuwa makini katika afya ya akili au tatizo la akili. Sasa basi, tuliona ya kwamba katika dunia hii, hili somo linafundishwa na wanasaikolojia wanaohusika na afya ya akili ya mwanadamu au maisha ya wanadamu. Mtu anasomea namna ya kutatua changamoto ya afya ya akili. Bwana asifiwe sana. Changamoto zake, namna gani amfanye mtu kuwa salama anapopata msongo wa mawazo. Kwa katika dunia hii kuna wataalamu kabisa, anasomea namna gani mtu aweze kushinda changamoto za maisha. Tumesema katika mwanadamu kuna mfumo ambao Mungu ameuweka ndani ya mwanadamu kwa ajili ya kuzitatua changamoto, kwa ajili ya kupambana na changamoto ambazo huyu mtu atakumbana nazo. Bwana asifiwe sana. Sasa ule mfumo ambao Mungu ameuweka wa ushindi ndani ya mtu, anaposhindwa huyu mtu, tunasema linahitajika neno la Mungu, kwa sababu hawa wasomi wamewekwa kwa ajili ya kusaidia, lakini neno la Mungu ni zaidi ya wasomi. Haleluya. Kwa sababu neno la Mungu ni uhakikisho kabisa wa wewe kwamba
unatokana na familia ya Mungu na mtu ambaye anamtegemea Mungu, tofauti na anayetegemea elimu, kwa sababu elimu ina ukomo wake, lakini Mungu hana ukomo. Bwana asifiwe sana. Elimu inakuwa na ujuzi fulani, lakini neno la Mungu ni uhai wa mwanadamu kabisa. Kwa hiyo katika binadamu kuna kauli ambayo huyu ambaye ana tatizo la afya ya akili wana lugha zao au wana maneno yao ambayo wanayatumia ili kumsaidia huyu mtu awe salama, lakini neno la Mungu kilishika linasemaje? Kwa hiyo hapa sasa tunaenda kuingia kipengele ambacho dunia inasemaje na neno linasemaje. Kipengele kinachosema dunia inasemaje na mbingu inasemaje, ambayo ni neno la Mungu. Kwa katika vitu hivi, wakati wanasaikolojia wanazungumza juu ya dunia, kile ambacho wamejifunza, wanamwencourage mtu, wanamtia moyo, na neno la Mungu linasemaje. Tulianza na kipengele cha kwanza ambacho kilikuwa kinazungumza kwamba wanasaikolojia au watu wa dunia anapokutia moyo kwa habari ya mtu amekutana na msongo wa mawazo, aidha ambao umetokana na kufiwa, kutengwa na wazazi, kutengwa na jamii, mtu matatizo ya kifamilia, yoyote yaliyosababisha mtu awe na msongo mzito wa mawazo, dunia au wataalamu watakwambia pata muda mzuri wa kupumzika, kulala, yani ulale usingizi. Ukilala usingizi utaamka na akili mpya, kwa sababu muda wa kulala unakusababisha wewe akili yako kujichaji. Ni kama mtu ambaye simu inavyoisha chaji, anapo connect kwenye umeme inaanza kujichaji. Kwa mtu anaambiwa kwamba alale ili kusudi mfumo wa akili yake uweze kuundwa upya, uumbaji ufanyike. Sasa tunaona ya kwamba kuna watu wengine ambao hata akilala, akishtuka tu kidogo, amelala saa moja, akishtuka kidogo, kwa sababu hana amani, hana utulivu, akili imechanganyikiwa, anajikuta kwamba mawazo yake hata kilala kidogo, akiamka bado anaendeleza mawazo. Hawa wanasaikolojia au watu wa dunia watakwambia kwamba uwe na muda mzuri wa kupumzika, masaa ya kutosha kulala. Lakini tukaona kwamba sisi tuliokoka bado tunamhitaji Mungu katika dunia hii. Mmoja aseme amen. Bado tunahitaji msaada wa Mungu. Biblia katika neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, neno linatuambia njoni kwangu. Yesu anaona kwamba wako watu ambao watalemewa, watatamani kupumzishwa. Kama dunia inasema upumzike kwa kulala usingizi, basi Biblia au mbingu zinatuambia tupeleke huo mzigo mikononi mwa Yesu, tukapumzike hapo. Ukipumzishwa mikononi mwa Yesu, wewe utakuwa salama. Neno linasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya. Katika dunia inakuambia upumzike. Sasa unapopumzika kwa kulala usingizi, tayari unakuwa na bado na tatizo hilo lililokufanya ulale usingizi, bado utakuwa nalo. Lakini upande wa Mungu ni kwamba haulali na tatizo lile, tatizo unalipeleka. Mmoja seme amen. Hili tatizo hubaki nalo wewe, linapelekwa mikononi mwa Yesu ili wewe upumzike. Kwa hiyo tunahitaji zaidi msaada wa Mungu ili kusudi mizigo yetu iliyotulemea, mizigo iliyotuchosha, mizigo ambayo imetufadhaisha, tukiipeleka kwa Yesu, Yesu atatupumzisha na kutufanya kuwa na amani. Haleluya. Yesu anasema amani nitoayo mimi si kama ulimwengu utoavyo. Amani ni wapayo si kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo amani yako iruhusu ianzie katika maisha ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pumziko lako liruhusu lianzie kwa Yesu.
baada ya wewe kumkabidhi Yesu tatizo lako, baada ya wewe kukabidhi fadhaa zako, hapo nitavuka kidogo katika kupumzika huko. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6, sura ya 4 mstari wa 6, neno linasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Haleluya! Hii ndiyo maana halisi ya sisi tuliookolewa, ni kwamba hatujisumbui kwa mambo yetu. Ukiona unaanza kujisumbua, unaanza kujitabikia, unaanza kuchanganyikiwa, ujijue kabisa, kumbe ninajisumbukia, ili uone furaha ya moyo wako. Natamani kueleweka katika somo hili. Hili somo ni uhai. Haleluya! Ukiona unajipambania sana, ukiona unashindwa hata kula, elewa kabisa moyo wako umeubebesha mzigo ambao hautaweza. Lakini ukishambebesha Yesu, utajikuta unalala usingizi, unajikuta unakula na chakula, unajikuta unatabasamu kabisa. Hata mtu akikuangalia anahisi unaigiza, kumbe ndani yako ni uhalisia kabisa, maana unamzungumza Yesu ambaye naye alipata tatizo, lakini bado alikuwa imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sio wa kwanza sisi kupata changamoto. Yesu anapata changamoto, anapata tatizo, anakataliwa na watu ambao aliwaponya watu wao, wanamsulubisha, anapanda msalabani akiwa amechakazwa, ameharibiwa, ameumizwa, lakini anasema, Baba, uwasamehe, hawajui watendalo. Maneno hayo hayawezi kutoka kwenye moyo wa mtu mwenye mzigo. Haleluya! Maneno ya Baba, uwasamehe, hawajui walitendalo, hayawezi kutoka kwenye moyo wa kisasi. Maana kisasi ni mzigo. Hayawezi kutoka kwenye moyo usio na msamaha. Maneno ya Baba, wasamehe, hawajui walitendalo, unatoka kwenye moyo wa mtu ambaye amekwisha kuachilia kabisa. Haleluya! Amekwisha kuachilia kabisa. Anasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Niliongea kipengele hiki kwamba mtu anayeshukuru anamaanisha ametegemea. Haleluya! Ameamini kwamba inawezekana. Bwana asifiwe sana. Kwa katika maisha yako, jifunze kumtwisha Bwana. Jifunze kutojisumbua kwenye tatizo lako. Jifunze kumwamini Mungu kwamba Mungu yuko makini sana kwa maisha yako. Maisha yako hauko peke yako, maisha yako uko na Mungu. Lakini watu wakipata shida, watu wakipata changamoto, hawana muda tena wa kumpenda Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao hawakuwa na uwezo wa kumthamini Yesu. Kumwacha Yesu wakati wa shida ni kumwonyesha, hukuwa chochote maishani mwangu, zaidi cha kwangu ndio kilikuwa cha thamani. Lakini ukijua Yesu ni wa thamani katika maisha yako yote, hata vitu vyako vingepotea, bado utamshikilia Yesu, ukiamini kwamba hata vilivyoondoka kwako vilikuwa vya kwake. Haleluya! Na unaamini vikiondoka atavirudisha tena, maana unaamini hivi vyote ni vya kwake, vitaondoka tena atanirejeshea, maana niko na yeye. Alipo yeye, vitu vyake vitamfuata, na yeye hatumii, nitavitumia mimi. Kama kuna mtu amshangilie Bwana kama amenielewa. Haleluya! Kwa Mungu ametutendea mengi, anatufanyikisha mengi, na hayo ndiyo yawe ngazi yako ya kutembea. Kwa dunia inaposema uwe na muda wa kupumzika, wa kulala, wewe Biblia inakwambia peleka shida yako mbele za Bwana. Mbebeshe Bwana mzigo wako,
mpe hitaji la moyo wako. Usijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno, kwa kuomba na kusali pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Haleluya. Ukishindwa kumjulisha Bwana haja zako, zitautesa moyo, zitauumiza moyo, zitakuondolea changamko, zitakuondolea furaha, zitakuondolea amani. Kwa nini? Kwa sababu umezibebesha. Haleluya. Jifunze kufurahi katika Bwana. Unashangaa ile haja yako ukimkabidhi Bwana, alafu unamwamini Mungu ya kwamba ni mwaminifu, utajikuta na furaha ya ajabu sana. Injili inakuja ya kukuonyesha kwamba umeshindwa, sema hapana, sijashindwa, sijashindwa, hata kufanyia na mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 2, dunia inasemaje kwa ajili ya mtu ambaye yuko na tatizo la afya ya akili? Dunia itakwambia kula chakula bora, kula chakula bora. Chakula bora ni kwa ajili ya afya, inaenda kutengeneza mfumo wa ubongo wako, ukae vizuri, uwaze vizuri. Kile chakula kinaenda kuleta virutubisho ndani ya mwili wako ambavyo vitasababisha uwezo wako wa kuwaza utakuwa bora zaidi. Kwa nini? Kwa sababu umekula vyakula bora ambavyo vitajenga afya ya akili yako. Lakini jiulize, wangapi leo hii tunaweza kula chakula bora kitakachoenda kurutubisha ubongo wetu ukae vizuri? Maana watakwambia nunua samaki. Sasa wewe unanunua dagaa, tuko tudogo, twembamba, hatukui. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakwambia kula nyama, na wewe unaona nyama naona tu buchani. Unaangalia hii ndio nyama ambayo nikila nitakuwa na akili bora. Unakuta kwa mwezi umekula mara moja. Tutafika wapi sasa? Wamekwambia ule vizuri, na ndipo hapo mtu sasa anajikuta sasa, ili ale vizuri inabidi aingie kwenye maisha mabaya, aingie kwenye maisha maovu. Maana wamemwambia ale chakula bora, na yeye ana chakula. Umenielewa lugha yangu? Kuna chakula alafu kuna chakula bora. Hiki chakula ni kile ambacho kinakusaidia upumue tu, yaani usife. Yaani unakuwa nusu kwenye maombi ya kufunga, nusu umekula. Maana huelewi hiki ninachokula ni chakula au naongeza uhai, na wewe unajifahamu. Sasa chakula bora umekosa. Unahitaji nini? Unahitaji neno la Mungu. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Letea hapo mwanangu. Kwa ukiwa na neno, ndilo litakufanya uwe na mfumo wa afya ya akili ulio bora na thabiti. Kwa nini? Kwa sababu unatembea katika neno. Neno la Mungu linasema, huyu ni Yesu anasema, naye akajibu. Ndiyo, Yesu anamjibu shetani baada ya shetani kumwambia geuza mawe yawe mkate, kwa sababu Yesu alikuwa anasikia njaa kwa kuwa amefunga. Lakini Yesu anasema, akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya. Kwa hiyo sisi hatuishi kwa sababu tuna chakula bora, bali tunaishi kwa sababu tuna neno bora ambalo limetoka kwenye kinywa cha Mungu, ya kwamba tutaishi wala hatutakufa, ili tuyasimulie matendo makuu ya Mungu. Sema amina. Haleluya. Naona mmegandishwa na baridi, yaani hakuna mtu anayefunguka kichwa, wanafanya tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama ulikuwa unategemea chakula bora, wewe umepoteza mwelekeo. Hakuna uhai kwenye chakula bora, bali kuna uhai katika neno la Mungu linalotoka kwenye kinywa chake kutuendea sisi. Kwa sababu kama chakula bora kingesababisha uzima, kingesababisha watu wasife, basi wako matajiri ambao leo wamekufa wakiwa wameacha kila chakula kimejaa nyumbani mwao, lakini wakafa. Bwana Yesu asifiwe sana.
wamekufa, wewe umebaki. Ungewauliza kama chakula kingeweza kuwa uhai, basi kile chakula wangeweza hata kuishi miaka 200. Lakini leo hii hawapo, vitu vimejaa, wangeagiza chochote wangekula. Lakini wewe unakula ambacho kiko mbele yako, ndio unaishi. Kwa unahitaji neno la Mungu linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Kinywa cha Bwana ndio namna hii tunavyohubiri ya kwamba Mungu aweza kukusaidia katika nyakati ambazo wewe unahisi haiwezekani. Na inawezekanaje? Ni pale utakapoamini ya kwamba Mungu ni halisi na Mungu ananiwazia mema na mipango ya Mungu juu yangu ni thabiti, na kwamba ameahidi sitaaibika. Haleluya, haleluya. Ukiwa na mahusiano ya namna hiyo mbele za Mungu, utajikuta mapenzi yako kwa Mungu yana nguvu kuliko shida. Shida isiondoe mapenzi yako kwa Bwana. Changamoto isiondoe mapenzi yako kwa Bwana. Adui anapohisi kwamba kupitia jambo hili nimempata huyu, ndipo akuona umeongeza mara 2 ya upendo ambao ulikuwa unampenda mwanzo Bwana, hadi yeye mpaka ashangae. Haleluya. Si uliona alichongea kwa Ayubu? Asema, kwa nini nakuabudu bure huyu si umembarikia, umempa kila kitu, wewe jaribisha tu kwamba atikisike, uone atakavyokukana. Mungu akamwambia, haya nenda kabugusa. Alipojaribisha ndipo anashangaa Ayubu ndio anashinda tena mbele za Bwana. Mungu anasema, umemwona mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Adui anakufuatilia kwa njia nyingi sana. Umemshinda hapa, umemshinda na lile, umemshinda na lile, anatafuta kingine, wapi nitampata? Amen. Kuna mmoja ananielewa? Kuna mmoja ananielewa? Neno hili liwe uhai katika safari ya maisha yako. Neno hili liwe baraka katika safari ya maisha yako. Unaweza ukajikuta kwamba uko hapa unapitia changamoto fulani, unajikatia tamaa. Nataka kukuambia kwamba shetani hawajaribu walio wake. Shetani hawajaribu waovu, hawajaribu, tayari ni wa kwake. Shetani anawajaribu walio wakamilifu. Mapito yanawahusu wakamilifu, ili yamkini walegee waende kwake. Kwa shetani hawajaribu walio wa kwake. Amna, si ni familia. Bwana asifiwe sana. Ni familia. Sasa hawezi kumjaribu familia. Amen. Yaani wewe eti unaweza kabisa una chakula umekificha kwenye store, umefungia na kufungia, eti unawajaribu watoto wako. Hivi inawezekana? Yaani umechukua chakula umefungia kwenye makabati, umefungia, yaani watoto wako, ili uwaonyeshe kwamba wewe ndio mzazi, wanakutegemea. Tutakuwa na akili? Tutaona huyu dishi limeanguka kabisa. Lakini wewe ndio hapo unawahi asubuhi, unapambana, unafanya kazi, lengo watoto wako wale. Ndivyo ilivyo adui, hawezi kumjaribu mtu wake. Amen. Kwa hiyo unapokutana na jaribu, unapokutana na tatizo, elewa kwamba umeingiliwa kwenye ufalme wako ili urudishwe kwenye ufalme uliotoka. Kwa hiyo tegemea neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tegemea msaada wa Mungu. Katika Isaya 41 mstari wa 10, tukiwa katika chakula bora, sisi tunategemea neno litokalo kinywani mwa Bwana. Isaya 41 mstari wa 10 inasemaje hapo? Inasema Baraka, twende hapo. Inasemaje? Biblia hapa, Mungu anaongea na nabii Isaya, anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Haleluya. Alijua tutapitia changamoto, anasema nitakuwa pamoja na wewe katika hayo, lakini nitakutia nguvu. Asante. Naam, ndio, nitakusaidia. Hebu mpungie Yesu mkono, mpungie tu kama unamwona Yesu, mpungie, sema asante Yesu. Haleluya, haleluya. Hebu ongeza kumpungia Yesu mkono.
Mwambie Yesu nakupenda sana. Mwambie endelea kujivunia mimi. Hivi hawa watu wanaendelea Yesu anaendelea kujivunia. Mwambie Yesu endelea kujivunia mimi. Anasema nitakusaidia. Naam, tena nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Yaani Mungu anaapa, anajiapiza ya kwamba hata kuacha, atakushika kwa mkono wake wa haki. Anamaanisha hataingia wasiwasi juu yako. Ule wa haki, mkono wa haki, mkono wa utetezi, atakushika nao, atakusaidia. Acha Mungu akusaidie maishani mwako. Acha Mungu akutetee maishani mwako. Acha Mungu akupiganie maishani mwako. Usijipiganie mwenyewe, utashindwa, utakwama. Acha vita vipigano na Bwana. Umwangalie Bwana anavyopigana, wewe uwe shuhuda, akuletee bendera ya ushindi, kwa kuwa amekuchagua. Wewe ni wa thamani kwake, wewe ni mtu muhimu kwake. Acha akupiganie na wewe utanyamaza kimya, ili Mungu atukuzwe kupitia wewe. Haleluya! Ndipo wewe utaimba wimbo wa shukrani, wimbo wa kumtukuza Bwana, ya kwamba kama si Bwana kuwa pamoja nami ningefanyaje? Kwa nini? Kwa sababu umeishi kwa msaada wa neno la Bwana, umeishi kwa kibali cha Bwana. Kuna wakati utajipambania, lakini ukiona ya kwamba yafaa kupendeza Mungu kukupigania, jikabidhi mikononi mwa Bwana. Mwambie Mungu, eli yangu iwe ya kwako, moja yangu iwe ya kwako, mbili yangu iwe ya kwako, zili na mada iwe ya kwako. Mimi siwezi lolote, mimi siwezi jambo lolote ila haleluya. Imba wimbo kwenye huzuni, imba wimbo kwenye furaha, imba wimbo kwenye hasira, imba wimbo kwenye kushuka moyo, imba wimbo kwenye fadhaa. Mwambie wewe ni kila kitu kwangu, wewe ni sababu ya maisha yangu, wewe ni sababu ya baraka yangu. Mwambie hapa nilipo ni wewe umenisaidia. Utamwambia ninakuamini. Kama umenitoa mwaka 0 mpaka nina miaka 25, nina miaka 30, nina miaka 40, nimekuwa mama wa watoto, nimekuwa bibi, nimekuwa baba. Kama umenitoa kote huko, huwezi kunitelekeza hapa. Nazetayeka. Unamwambia Bwana, safari yangu imekutegemea wewe. Kumbe huku mbele pia ninategemea msaada wako ulionisaidia kutoka kule mpaka hapa. Umeahidi hautaniacha. Hautaachwa na mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana ni hodari leo, ni hodari kesho, ni hodari milele. Mkono wa Mungu haujawahi kuchoka. Mkono wa wanadamu utachoka, lakini mkono wa Mungu ni mkono shupavu. Ni mkono imara ambao haujawahi kutetereka. Kama alivyouinua tangu mwanzo mpaka leo hii, Mungu hajawahi kushusha mkono wa ushindi. Mkono wa ushindi wa Mungu haujawahi kushuka hata siku moja. Nafurahia kumhubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huo ndio mkono wa Mungu. Dunia inasemaje juu ya mtu ambaye ana changamoto ya afya? Itamwambia kwa wale walioenda kwa wanasaikolojia, haya mambo wamekutana nayo. Namba 3 inasema huyu mtu afanye mazoezi. Afanye mazoezi. Huyu mtu afanye mazoezi. Na yeye mko hapa mnaofanya mazoezi, na wengine mmeacha kufanya mazoezi. Haleluya. Kufanya mazoezi, ulikuwa unakimbia, ulikuwa unaruka kamba, wanakuambia mazoezi. Wewe unafanya mazoezi kwa ajili ya nini? Faida ya mazoezi mojawapo yanafanyaje? Yanakuletea afya ya moyo. Unafanya mfumo wa upumuaji, mzunguko wa damu, msukumaji wa damu unakuwa vizuri, kwa sababu mwili wako umechangamka,
umeufanyisha mazoezi, lakini pia unasaidia misuli na mifupa kukaa sawa. Haleluya. Unaongeza kinga mwilini, lakini pia unazuia magonjwa kama kisukari, sijui magonjwa